niliapa na nilikaa na timu nzima ya management ya Wizara ya Maji, tukakubaliana swali moja tu ambalo nakumbuka niliwauliza, hii kazi mnaiweza hamuiwezi? Waliniahidi wanaiweza. Nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Rais, mimi Juma Aweso pamoja na naibu wangu waziri, kaka yangu Engineer Andrew Kundo, katibu mkuu na naibu katibu mkuu, na management ya wizara na watendaji wote wa wizara, hatutokuwa kikwazo kwa Watanzania kupata maji safi, salama na yenye kutosheleza. Mheshimiwa Rais, katika majukumu yale ulionipa nimegundua mambo mengi. Ili nibidi niende mbali zaidi. Nakumbuka siku moja nilienda Bukoba vijijini. Nilipofika Bukoba vijijini, walikuwa wanatupa hali ya utekelezaji wa miradi ya maji. Lakini tumeenda kukagua, lakini nilipofika jioni katika zile taarifa waliniambia kuna visima wanavichimba. Nilipofika jioni nikamwambia naomba twende katika hivi visima ambavyo mnavochimba. Wakaniambia mheshimiwa, wewe bwana huku ni mbali utachoka. Nikamwambia hapana, hebu twende tukajionee. Mheshimiwa Rais, tulipofika pale unamuuliza mhandisi wa maji kisima kiko wapi? Anasema Mheshimiwa Waziri, haki ya Mungu jana kilikuwa hapa. Mheshimiwa Rais, tulikwenda Njombe vijijini. Tulipofika Njombe vijijini, unakuta badala kuletewa mhandisi wa maji unaletewa technician. Unauliza, unapewa miradi ya utekelezaji. Unamwambia, hebu naomba kuna huu mradi naomba utupeleke. Hawapendi ile miradi mingine ambayo haipo, unakuwa na taarifa zinginezo. Tumefika mradi umetolewa zaidi ya milioni 500, lakini hautoi maji. Unamuuliza, hapa ili eneo la Njombe ni eneo la baridi, unaikaje sola? Na hapa mlidesign mkasema kwamba mnaweka injini ya dizeli ili watu waweze kupata maji. Kwa nini hamkufanya hivyo? Anaambia Mheshimiwa Waziri, naomba unisamee, nimegafilika. Tumekwenda Shinyanga vijijini, Mheshimiwa Rais. Tumefika pale usiku, mhandisi wa maji anahangaika akutane na wewe kiongozi. Namwambia hapana, muda usiku umekwenda, tutakutana na site. Tunafika eneo linaitwa Mwakitorio. Unakuta zaidi ya bilioni 1.3 zimetolewa, lakini wananchi hawapati maji. Unamuuliza, kwa nini hapa wananchi hawapati maji wakati fedha za serikali zimetolewa bilioni 1.3? Ambia Mheshimiwa Waziri, ndio maana nitaka nikueleze jana. Naomba sasa nikunongoneze. Nikamwambia hapana, waeleze kwa nini wananchi hawapati maji. Mheshimiwa Rais, mhandisi wa maji anasema, Mheshimiwa Waziri, sijawahi kuona wananchi wachawi kama katika hichi kijiji. Mheshimiwa Rais namuuliza, unasemaje? Ananiambia, Mheshimiwa, hapa tumefanya kazi kubwa, lakini usiku hapa mabomba yanapaa kama ndege. Namuuliza, kama anapaa kama ndege, rubani wake yuko wapi? Mheshimiwa Rais, yapo baadhi ya maeneo tukabidi tuingie mbali zaidi. Unakuta katika wilaya moja tenki la lita 200 linajengwa, lakini gharama tofauti, saizi ni moja. Unaingia mbali zaidi, unakuta mradi engineering estimation ulitakiwa ujengwe kwa bilioni 5. Unasema hapana, hebu tufanye wenyewe, nyinyi si mmesoma wataalamu, hebu tufanye. Mheshimiwa Rais, mradi ambao ulitakiwa ujengwe kwa bilioni 5 tumejengwa kwa bilioni 1.5. Sio rais. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa uvumilivu wako. Nataka niwaambie ndugu zangu wa Tanzania na viongozi wenzangu wote, pamoja na kazi kubwa na nzuri ambazo umefanya Mheshimiwa Rais, lakini Mheshimiwa Rais una sifa ya kipekee, una utu na utulivu. Kazi kubwa, kazi nzuri, ngumu kwenye sekta ya maji, lakini kubwa ambalo nimepata faraja kama kiongozi, haukutuacha Mheshimiwa Rais. Ulitupa support, ulitupa upendo, ulitulea, ulituvusha na ukatusimamia. Nataka niwaambie ndugu zangu, kama sekta ya maji
ingekuwa meli, Mheshimiwa Rais, ungekuwa nahodha.